الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Faslun, upambanuzi. Tunaendelea katika kitabu chetu cha Matni Abu Shujaa. Leo tunaanza na masala ya khofu mbili, kupangusa katika khofu mbili. Sheikh anasema faslun, upambanuzi. Wal mashu ala al khuffaini, na kupangusa juu ya khofu mbili, jaizun, inajuzu, inaruhusiwa. Kwa hiyo katika sheria ya Kiislamu kupangusa katika khofu mbili ipo na inaruhusiwa. Jaizun bi thalathati sharait, lakini kuruhusiwa huko kwa sharti tatu. Ili uruhusiwe kupangusa hizi sharti tatu ziwepo. Anasema shekhe ya mwanzo, sharti ya mwanzo, an yabtadi alubsuhuma ba'da kamali taharati, aanze kuvivaa lubsuhuma, kuvivaa hizo khofu mbili, ba'da kamali taharati, baada ya tohara kamili. Manake baada ya udhu kamili, maana yake atie udhu kote mpaka miguu aoshe, ndipo avae khofu. Ndo hiyo an yabtadi alubsuhuma, aanze kuvivaa hivyo khofu mbili baada kamali tahara, baada tahara kamili. Sharti ya pili, wa an yakuna, naziwe hizo khofu mbili, satiraini li mahalli ghasli alfardhi, zenye kusitiri mahali pa kuosha fardhi ya kwenye miguu. Wa an yakuna, naziwe hizo khofu mbili, satiraini, ni zenye kustiri, zenye kuficha, li mahalli ghasli alfardhi, sehemu ya kuosha ya fardhi, min alqadamaini, ya miguu miwili. Manake kuanzia chini mpaka kwenye vifundo viwili, manake hicho kiatu kiwe kinafunika. Manake hapa inatoa malapa hayaingii kwa sababu hazifuniki, sandals hazifuniki sehemu ya fardhi ya miguu miwili, inakuwa wazi, baadhi ya ngozi unaiona. Hapa inaingia buti na viatu ambavyo vinafunika sehemu hizi mbili mpaka kwenye vifundo. Kwa hiyo wa an yakuna, na viwe hivyo viatu viwili, mimma yumkinu tatabu almashi alayhima, inawezekana kufuatisha mwendo. Wa an yakuna, na viwe hivyo khofu mbili, mimma yumkinu tatabu almashi alayhima, unaweza kufuatisha mwendo, yani unaweza kutembea navyo. Hapa manake inatoa soksi. Kwa mujibu wa madhhabu ya Mshafi, soksi hawakubaliana nayo, kwa sababu soksi huwezi ukenda nayo, huwezi ukatembea nayo. Mtu hawezi akatoka nje na safari yake akavaa soksi tu, katoka kwake akaenda kazini na soksi tu. Ma yumkinu tatabu almashi alayhima, hapa inakusudiwa buti au hizo khofu zenyewe ambazo zinatengenezwa na ngozi, au inatengenezwa kitu chochote ambayo maana yake hizo khofu zisiwe zinapitisha maji. Kama ukikanyaga ikawa inapitisha maji moja kwa moja ndani, tofauti na buti. Kwa hiyo hizo ndo sharti zake zipatikane. Wayamsahu almuqimi, kisha anaanza kufaridi kutaja sasa muda ambao anaruhusiwa kupangusa. Anasema wayamsahu almuqimu, na anapangusa mkaazi, yauman wa laila, mchana mmoja na usiku mmoja. Manake masaa 24 hayo, siku moja nzima mkaazi huyo. Walmusafiru, na mwenye kusafiri, 3 ayyam bilayalihinna, huyu msafiri michana mitatu atapangusa, michana mitatu na nyusiku tatu. Maana yake siku tatu, masaa 72 hayo ataruhusiwa kupangusa. Baada ya hapo anasema wabtida'ul muddati min hini yuhdithu, sasa anaanza kutaja muda wa kupangusa. Ni muda gani, wakati gani tunaruhusiwa kupangusa? Anasema wabtida'ul muddati, na muda wa kuanza kupangusa, min hini yuhdithu, kuanzia ule wakati anapohuduthu, anapotokwa na udhu, baada lubsi alkhuffaini, baada ya kuvaa khofu mbili. Kumbe muda hauanzi kuanzia kuvaa khofu mbili tu. Muda huanzia, muda unaanza baada ya kuhuduthu. Mfano, mtu kaswali adhuhuri, kati ya udhu wa dhuhuri uzuri, wewe baada ya kutia udhu wa dhuhuri mpaka miguu kaosha, halafu baadaye akavaa khofu. Saa 7 hiyo kavaa khofu akaswali, saa 7 kavaa khofu akaswali. Baada ya kuswali, we hajatokwa na udhu, hajapatwa na hadathi,
mpaka saa 11. Akaswali alasiri pia kwa uzuri, saa 11 ndo akapatwa na hadathi. Sasa hapo kuanzia saa 11 hapo ndo inaanza kunini kuhesabiwa muda. Manake atapangusa yeye kuanzia saa 11 ile mpaka saa 11 nyingine, na sio mpaka saa 7 ule muda alovaa viatu. Hiyo ndo maana yake, wabtidaul muddati min hini yuhdithu ba'da lubsi al-khuffayn. Halafu anakuja masala anaelezea, anasema fa in masaha fil hadari thumma safara, ikiwa atapangusa ikiwa mkazi. Fa in masaha fil hadari, ikiwa atapangusa, basi ikiwa atapangusa akiwa mkazi, thumma safara, kisha akasafiri, au masaha fi safari, au amepangusa akiwa msafiri, thumma aqama, kisha akawa mkazi, atamma masha muqimin, huyu atatimiza mpanguso wa mkazi. Manake hapo hali mbili. Hali ya mwanzo, fa in masaha fil hadari, akipangusa akiwa mkazi, thumma safara, ghafla akapata safari akasafiri, au masaha fi safari, au kapangusa akiwa safarini, thumma aqama, kisha akaghairisha safari yake akakaa. Hali zote hizi mbili jawabu lake ndio hili lilokuja, atamma masha muqimin, hawa wote watatimiza mpanguso wa mkazi, nao ni masaa 24 tu. Bas kisha anaendelea kusema shekhe, wayubtilu mashu bi 3 ashya, na inabatilisha kupangusa katika khufu mbili mambo matatu. Ukipatwa na haya mambo matatu huruhusiwi kupangusa tena katika khufu mbili. Anasema jambo la mwanzo, bi khal'ihima, kwa kuzivua hizo khufu mbili. Manake ili uruhusiwe kupangusa usizivue. Ukizivua tu ishabatilika, huwezi ukapangusa tena. Kama utakuwa unao udhu umevua, basi utapaswa kufanya nini? Kuosha miguu tu. Na kama utakuwa umehuduthi, itabidi uoshe, utie udhu kamili upya. Hiyo ya mwanzo. Wanqidha'ul muddati, na kumalizika muda. Wanqidha'il muddati, na kumalizika muda pia labatilisha. Tumesema kule mwanzo kwamba nini, saa 11 katokwa na huduthi, kwa hiyo umeanza muda saa 11, ikaenda wewe mpaka saa 11 nyingine, ikimalizika muda tu bas haruhusiwi kupangusa tena. Ikiwa kama ana hadathi atatia udhu upya, halafu atavaa khofu. Wama yujibul ghusla, na yale ambayo yanawajibisha josho. Wama yujibul ghusla, na yale ambayo yanawajibisha josho. Manake ukipatwa haya, manake pia kumebatilika kupangusa, unatakikana uvue viatu ukakoge. Kwa hiyo hayo ndio mambo yanobatilisha kupangusa. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.